mdogo wetu, rafiki yetu, Daktari Mukhisa Kitui. Asante sana Tony Jero. Watu wa Mbale, hamjambo. Mimi ninaomba tupitishe tu azimio la Mbale. Vitu viwili. Ya kwanza, azimio ya Mbale inasema yule kijana wa matamshi ya kijinga kite kinatiririka kwa mdomo wake kwa sababu ya nguvu ya serikali, anaitwa Murkomen, lazima aende nyumbani. Kwa Kiingereza wanasema nini? A juvenile delinquent with saliva drooling like a baby from a stupid head. Aende nyumbani. Na la pili, na la maana sana, kwamba familia zote za Waluhya tunaungana pamoja tukisema hii timu ibaki pamoja hadi mwisho wa hii safari, irudisha Ruto Sugoi, usalama watoto wetu urejee. Asanteni sana. Sasa mimi kwa heshima tu amkue watu seneta wa Kisii, Mheshimiwa Onyonka. Hamjambo. Nionyeshe one time. Nionyeshe namna hii. Harambee! 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 Mungu awabariki, safari ni ndefu. Ruto must go home. Haya, tumpatie nafasi Mheshimiwa Fred Matiang'i pia tusalimie. Watu wa Mbale hamjambo. Hamjambo tena. Harambee! Harambee! Eti Mbale mnasema namna gani? Eti namna gani? Asante sana. Tumekuja hapa vile tumeambiwa na wenzangu kwamba tukutane na nyinyi mwanzo sasa hii safari kubwa ya kubadilisha nchi yetu. Mimi nataka kuwauliza hivi. Mimi mnajua vile tunafanya kazi. Kwa kweli mnafikiri tunaweza kushindwa kunyoosha nchi hii? Mmejua ile kazi tumefanya mbeleni hapo ya kusafisha elimu Kenya hii na mambo mengine mengi. Hii kazi tunataka tupewe. Hawa kazi imewashinda. Imewashinda, itawashinda. Imewashinda, itawashinda. Nionyeshe wale ambao mnajua mnasema imewashinda. Imewashinda. Wanahitaji wasaidiwe, tutawasaidia kurekebisha nchi yetu, kurudisha usalama na mambo mengine kama elimu na mambo mengine. Kwa hivyo mnasema namna gani? Namna gani tena? Asanteni sana. Sasa asante sana Waziri Matiang'i. Ungependa kumkaribisha former Vice President Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Asanteni. Mbale hoye! Moyo. Mwaseo. Kumbe mnajua hiyo eh? Kumbe nyinyi ni makozo. Nyinyi ni makazi ni warigiji. Wangapi makazi ni warigiji? Wanajua mimi ni mtu wa Wiper, sio? Utanipa Wiper moja Wiper. Nikisema Wiper utanipa Komboa Kenya. Nimeona hiyo kazima ile imeandikwa Rigiji mkombozi wa Kenya inaingiliana vizuri. Nikisema Wiper nipe Komboa. Wiper. Wiper. DAP. Wamalwa. Matiang'i. It's DAP eh? DCP. DP. Upa. Asanteni. One time. Harambee. Kusema kapi wangapi wanasema one time. Huyu jamaa aende one time.
na tuna sababu. Aliuliza, mkisema one term mnataka niende wapi? Tunasema kuna njia moja Mheshimiwa Ruto anaweza ukafanya heshima kwa Wakenya, ni kujiondoa kwa mamlaka, ajiondoe kwa mamlaka, kwa sababu Wakenya wanasema hata hiyo one term angetupongeza sisi. Hii tunasema one term kumaanisha tungojee 2027, lakini Wakenya wanasema half term kwa sababu ya mauaji ya watoto na kuleta hali taharuki kwa nchi ya Kenya. Kwa hivyo tunaungana nyinyi watu wa Mbale, watu wa Kakamega, watu wa Vihiga, watu wa Ingo, wakati umefika. Mimi nilijaribu. Wangapi wamewahi kusikia Kalonzo hapa? Nisikie na nataka nijue. Wangapi wamewahi kumsikia? Tulianza safari na wengine kina Mudavadi. Mudavadi amekwama huko, hata chama amepatia Ruto. Ni kweli si kweli? Nikajaribu kumsukuma, akashindwa. Nikaenda kwa baba ya Roma, nikaenda hata nikamkampenia, lakini wote wamezama. Na asante, nimekusikia. Kwa hivyo nimekusikia bwana, asante sana. Huyu jamaa amekadhibika. Na tena nasema pole. Tumesema ile kitu imeandikwa hapa kwamba mtu amekaa kwa mochari miaka ngapi, na huko mna gavana na kuna mjumbe. Hiyo ni aibu kama si aibu? Kwa hivyo sisi tutahakikisha sisi tutachanga saa hii, tutamtuma ndugu yetu Mheshimiwa Eugene Wamalwa, hata tumepatiwa contact person, kwa sababu hii ni aibu. Tukiwa katika hali ngumu namna hii, tupate mwili umekaa mochari miaka 6, hiyo ni aibu hata kwa jamii. Hiyo inaweza hata kuleta lawama kwa jamii. Kwa hivyo ni kuonyesha uongozi hapa mna shida. Wangapi wanasema wote hawa wafagiliwe one term? Kwa hivyo mimi nawashukuru sana, nawapongeza. Tumekuja ili tuokoe Kenya, muundo mpya wa Kenya. Hatuna shida. Wao wanaua vijana wetu, wanaleta na mabunduki na kupiga watoto risasi kama swara. Wakenya wamejitokeza, vijana kwao wenyewe wanapanga maguni. Umewahi kuona serikali inafanya maguni? Yani gun inaingiliana na polisi kwenda kuua jensi. Jensi hawazuiliki. Wangapi wanasema jensi hawezi kuzuiliwa na mtu yeyote? Hawa na akili nyingi, hawa watoto. Ndio sisi kasema mambo yao hata hatutaki kuingilia. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha hawatauawa na serikali ya Kasongo. Ni lazima Kenya iwe Kenya itabaki forever mpaka Yesu arudi. We remain a multi-party democracy, na ndio tunatetea haki ya kila mtu, kwa sababu ameongeza hata umaskini. Kumbukeni tulifanya 2023 tukafanya maandamano juu ya gharama kubwa ya maisha, hata watoto wakawawa tena. Safari hiyo tulikuwa na Raila amekimbia pia, ameingia huko ndani. Kalonzo amebaki. Sasa nimeona hivi, hebu eleweni, Raila na Ruto si walikuwa wanagombania kiti, wao wameshikana. Mimi na Rigiji tulikuwa namba 2, sio? Na sisi tukishikana si wataenda nyumbani? Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo mkae ngumu, tuko pamoja. Makuso wa Rigiji hai, Makuso wa Rigiji hai. Ngoja wasalimie mwenyewe. Hi cousins. Hi cousins. Cousins hi. Cousins hi. I love you. I love you watu ya Mbale. Umenikaribisha. Nimekuja kutafuta Makuso.
Makuzo mko. Makuzo wapendane wasipendane. Waongee wasiongee. Watafute serikali pamoja wasitafute. Mimi nimefika hapa mbali. Hapa ni wanta. Kabisa. Hapa kwa Musalia. Na Musalia yako na report. Musalia yako na hiyo report. Anakujaga nyumbani. Na anaambia Kasongo nyinyi ni watu ya Kasongo. Kumbe amekaa Nairobi amesahau mambo ya nyumbani. Hapa ni one time. Wacha tuseme moja kubwa Musalia asikie akiwa kule. Harambee! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Zakayo, wewe Kaongo, wewe mtu ya kutenga, wewe mwizi, wewe muuaji, Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende? Nyinyi Makuzo, lazima nichanue nyinyi. Lazima cousin achanue cousin wake. Hapo iko makosa. Nyinyi mmetumika vibaya. Huyu Raila ametumia Waluya vibaya for many years. Kwani ama uongo? Nyinyi mnampatia kura, anatoa fujo, anaitwa, anaingia serikali, anawacha nyinyi kwa mataa. Sasa mimi nimefunguza Ruto pale kwa mlima. Nimefunga mlima, kifunguo iko hapo kwa gari. Nifunge nisifunge? Nyinyi mtafunga hapa? Sasa akaulizwa juzi na mzungu, wewe William Ruto ulichaguliwa na watu ya mlima wakiongozwa na Rigiji. Wewe unapanga utachaguliwa namna gani 2027? Akasema mimi sina shida. Mimi nimeshika Raila, anatupatia hii Waluya ndio watanipigia kura. Inawezekana? Ati Raila atransfer hii kwa Ruto? Sasa harambee! Mimi tulikuwa na Musalia na Weta na Kasongo. Mimi nilikuwa nimeketi hapo. Niseme nisiseme? Mimi nikiwa pale, Musalia na Weta wakaweka mkataba na Kasongo ya kwamba Kasongo akiingia atapatia watu ya magharibi 30% ya serikali. Na tena tukakubaliana mtajengewa kilomita 1,000 hapa magharibi. Iko imejengwa? Ile barabara inaenda kwa Musalia nyumbani imejengwa? Ya kwake nyumbani imejengwa? Huyu Kasongo ni muongo si muongo? Si mimi ndio nikana Kasongo? Kwanza mimi watu wa magharibi nataka kuomba msamaha. Hii shida yote iko Kenya. Hii hasara mimi ndio nililete. Kwa sababu mimi ndio nilimsaidia huyu Kasongo akuwe rais. Mumenisamehe? Mimi naomba msamaha Makuzo. My cousins, please forgive me. Mutanisamehe? Hii shida iko Kenya yote, mimi ndio nililete. Kufanya makosa si mbaya, ubaya ni kurudi. Tutarekebisha hii makosa pamoja. So mimi nikauliza Kasongo, hii maneno ya Western, hii 1000 km, ulisema utavuvua dunia kuuza. Nzoia umeuza. Hii Waluya utafanya nini na hawa? Akasema kama Musalia na Weta wameshiba, Waluya wote wameshiba. Mumeshiba nyinyi? Mumeshiba? Kasongo aende asiende? Atembee asitembee? Ya mwisho, cousins, nitamwambia nyinyi, Kasongo anapanga kuja hapa. Ngoja ni yeye. Hamtaki yeye? Sasa alipanga kuja pale mlimani, tukapangia yeye jama. Yeye anatembea na pesa na magunia na container. Unasikia? Tukampangia. Tukasema kwenda mkutano yake ni 1,000. Kupiga makofi ni 1,000 nyingine. Kuonesha meno ni 1,000 nyingine. Anyolewa sinyolewe. Akija hapa pale kwetu tunasema ndovu hapana zikwa na pembe. Unang'oa pembe alafu unazika nini? Kasongo asikwe asizikwe? Ang'olewe pembe asing'olewe? Harambee! Thank you my cousins.
Harambee! Harambee! Tuko na wageni wengi. Kabla ya kurudisha microphone kwa Mheshimiwa Eugene, nataka nitambue waheshimiwa wabunge wa Wiper. Mmoja anaitwa Makali Mulu kutoka Kitui Central. Ainue mkono, ni wengi sana. Makali Mulu. Kuna mama Susan Kiamba anatoka Makueni. Kuna Mheshimiwa Kemilo kutoka huko pia Kaiti Makueni. Kuna Mheshimiwa Mwana Mule. Wangesimama hapa. Mwana Mule kutoka huko Kangundo Matungulu, na Mheshimiwa Victor Munyaka kutoka Machakos Town. Mheshimiwa Eugene. Harambee! Vizuri pia tusikie sauti ya local leaders. Tuko na mama wetu hapa Mary Malemba. Simusikia sauti ya mama. Ladies first, ladies first. Okay bwana Kidake, tusalimu alafu lete mama. Asante. Tafuta mic nyingine. Sijui mtu akaanza nenda wapi na hiyo mic nyingine. Siitoi tena hii. Hii ninakaa hapa. Zilikuwa hapa zote. Zinaenda kaenda wapi? Just be strong. Daddy, you are caught up in the evidence, there's nothing. Umekuwa wapi tena bwana? Hawezi pita hapo? Kabla Kidaka afika hapa, ningependa kumuita Senator Oroba aongee kwa niaba ya sijasikia watu wa Mbale. Harambee! Mnanijua mimi? Mnajua yule senator anaitwa Gloria Oroba? Yule ambaye wale watu walisema hawamtaki tena kwa sababu anawaambia ukweli. Yule mtetezi wa wamama. Leo niko na ujumbe moja nataka niwafikishie hapa. Mkichagua wale wamama, ma women rep na nani, muangalie vizuri kwa sababu sisi ni wamama, si ndio? Na tumesikia mama fulani huko Nairobi akijaribu kupeleka sheria ya kukataza vijana kuenda maandamano. Mumesikia hiyo maneno? Mulisikia hiyo maneno? Mulisikia hiyo maneno? Wamama tuache kutumika vibaya. Tuache kutumika vibaya. Sisi leo tunasema ukweli wa mambo ni kuwa hii serikali imeua vijana wetu. Hii serikali imeua vijana wetu, na sisi kama wamama tunasimama imara kukomboa hii nchi, ama sivyo? Ama sivyo? Harambee! Haya, tulia kidogo watu wetu, tulia kidogo. Tumetembea na viongozi mbalimbali. Kabla nimpatie Kidake nafasi aongee alafu twende. Tuko na Mheshimiwa Munyaka. Tuko na Mheshimiwa Omingo Magara. Tuko na Mheshimiwa Kiamba, Mheshimiwa Kimoso, Mheshimiwa Seth, Mheshimiwa Mulu,
Mheshimiwa Bethel Washington, Mheshimiwa Onyonga, na pia tuko na MCA kutoka Kitale, Mheshimiwa Kutitila, Mheshimiwa Penwa, Mheshimiwa Kenny Babu wa Gen Z, Honorable Barbara Kisuya, Mheshimiwa Sara Rubano. So ningependa Bwana Kidaka, ndio? Dakika moja. Tuko hapa na Mheshimiwa Justus Muturi, tuko hapa na Mheshimiwa Mugisa Kitui, na tuko hapa na Mandrikichi. Leo nataka tusikizane. Tumetembea Kenya nzima, tumetoka kule Pwani, watu wa Pwani wanasema ni one term. Tumeenda kule Ukambani, watu wa Ukambani wanasema ni one term. Tumeenda huko kwa Mlima, watu wa Mlima wanasema ni one term. Tumeenda kwa Wamasai, watu wa Masai wanasema ni one term. Tumeenda Kisii, watu wa Kisii wanasema ni one term. Tumetoka Luanda, wanasema ni one term. Hapa Mbale nyinyi ni one term. Lakini kabla nikuje hapa Mbale, iko majamaa walinitisha. Iko mheshimiwa wenye hapa anaitwa Adagala, alinipigia simu akaniambia hataki sisi tukuje hapa nyinyi. Nyinyi ndio mlituma Adagala. Adagala aende asiende? Aende asiende? Sisi tungependa kuambia leo vile mmetuona hapa, sisi kama jamii ya mkoa wa Magharibi tumesema sisi viongozi tutashikana, jamii yetu ishikane, tupeleke Kasongo nyumbani, kwa sababu Kasongo alitudanganya. Mimi nilikuja na yeye hapa, na mimi naomba msamaha tafadhali, sababu hata mimi ndio nilipeleka Musalia kwa Ruto. Vile tulipeleka Musalia kwa Ruto, tulielewana tukiunda serikali kwamba atupatie barabara 1000 kilometers of road. Hapa Mbale mumeunia barabara yoyote? Tulikubaliana kwamba vyombo zetu zile za Mumias Sugar na Nzoia Sugar zizinduliwe. Zimezinduliwa kweli? Tulielewana
vijana wetu wapewe kazi, waingie kwa jeshi, waingie kwa walimu. Mumepewa kazi. Sasa sisi tumekosana na William Ruto kwa sababu ile mkataba ambaye tuliandikishana kama watu wa mkoa Magharibi amekataa. Yeye anasema ati akishika Raila ameshika sisi Waluya wote. Nyinyi ni watu wa Raila Odinga. Raila aende asiende? Raila amefika kule, amechukua watoto wao ndio ameweka kwa cabinet, amechukua maendeleo yote ndio amepeleka kule Nyanza. Sisi hapa tutaendelea kusupport Raila? Mimi naomba tafadhali, nataka tusimame na huu mrengo. Wangapi wanasema nasimama na sisi? Bas, nataka Mheshimiwa Eugene Wamalwa atuongeleshe, alafu akaribishe Mheshimiwa Natembea, alafu Natembea atatukaribishia wageni. Mbale oye! Mlembe muri moyo mwasangale bakeni, mwasangale Rigiji, mwasangale Kalonzo, mwasangale Matiang'i, mwasangale Muturi, mwawakaribishe. Sisi leo tuko hapa na Kenya nzima imekuja Mbale, imekuja kujua kama watu wa Mbale munaumia chini ya ushuru wa Zakayo ama muko sawa? Munaumia kama Wakenya wengine? Zakayo na ushuru wake aende asiende? Hapa Vihiga, mimi nilikuja hapa kuzika vijana Gen Z waliouawa kwa maandamano. Kule Kisumu kuna kijana anaitwa Brian na ndugu yake walipigwa wakawawa Nyalenda, tukaja tukawazika hapa. Tarehe 25 mwezi Juni kumekuwa na maandamano na vijana kukumbuka wenzao. Ruto ameua vijana wengine 18 na polisi wake. Hapa Western tuko na vijana 6 Waluya. Kuanzia Jumamosi tunakuja kuwazika. Sisi Waluya tunaogopa damu. Sisi ni watu wa Mlembe. Sisi ni watu wa amani. Huu uongozi wa damu tunasema Ruto na damu yake ende asiende? Wangapi wanasema ende? Alitoa ahadi vile ndugu yetu amesema hapa. Huyu Malala amesema yeye alikuwa SG wa UDA. Zile ahadi zote Ruto alitoa, yeye aliandika. Hakuna ahadi hata moja Ruto alitoa ametimiza. Alisema atatuundia viwanda vyetu vya sukari. Nzoia Mumias ameuzia Wahindi. Tuna kiwanda cha Granite Vihiga. Alisema ataweka pesa, hajaweka pesa. Kuna kiwanda cha dhahabu kule Kakamega, hajaweka hadi sasa. Ni muongo si muongo? Ruto na uongo wake aenda asiende? Sisi Waluya tukiaga mtu watu tunamwimbia Ruere, si ndio? Ruere kulanga Ruto, Ruere. Hebu mikono, Ruere. Ruere. Ruere Kasongo, Ruere. Ruere Nyasaya hulinde. Sasa wajaleta gavana wetu Natembea. Asante sana. Haya. Mubala mjambo. Bandu wewe Mlembe. Mlembe Lundi. Mlembe Mbia. Muko wazima? Mimi kwanza ningependa kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana watu wa Mbale kwa kukuja kwa wingi kukaribisha wageni wetu. Hii ni dhihirisho kamili kwamba muko tayari kwa mabadiliko, si ndio? Mimi nimeambia wageni wetu kwamba jamii ya Muluya ni jamii ambayo imeumia katika taifa la Kenya. Kama kuna kazi mbaya wanaitia Muluya, si ndio? Kazi ya kuchimba kaburi wanaitia nani? Kazi ya watchman wanaitia nani? Kazi ya maid wanaitia nani? Kazi ya kutafuta kuni kwa matanga wanaita nani? Sisi tumesema hiyo kazi tumekataa, si ndio? Tumesema nini? Tumesema nini? Tumesema nini? Tumesema nini? Serikali tupate haki yetu, si ndio? Subiri yetu. Kura ikifika ya 2027 tumesema kwamba sisi hatutakawa kura tena. Watu wanasema Waluya waje kupiga kura.
Kila mkora akikuja hapa anapata kura, si ndio? Wakati huu tumesema kwamba wale watu ambao wanashika mkono na watu kutoka nje, hawa tunasema ni project, hawatafanyia watu wetu kazi, ndio? Uende kupiga kura bila kuenda kununua ng'ombe kwa soko. Unaangalia kabisa upate historia yake inatoa maziwa kiasi gani. Hata wakati ukichagua viongozi, watu wangu mnisikie, lazima tuangalie watu ambao wanakuja kutufanyia kazi. Tumeelewana? Hatutaki viongozi ambao wakati vijana wetu wanauawa wanapiga makofi. Hatutaki viongozi ambao serikali inasema kwamba watu wapigwe marisasi wananyamaza waongee. Kwa sasa wananyamaza waongee. Hata nipite boss. Kwa mdomo. Wakati wanakula nyinyi mnakula nini? Mimi niko na hakika hapa Mbale kuna watu watakula breakfast, hata lunch hajulikani kama watakula. Kwenda Maronga watu wangu. Mwenyezi Mungu ametuweka at the right place in history. Kwamba 2027 kunaenda kuamua hatima ya taifa la Kenya. Na waomba watu yangu mchukue vitambulisho, mchukue kura, si ndio? Siku ya tufanye mambo ama namna gani? Turudishe heshima kwa hii jamii. Turegeshe heshima kwa hii jamii. Hiyo fursa iko kwa mikono yetu. Ama namna gani? Tunaona wenzetu wamekuja. Wametutembelea, si ndio? Tunaona na macho ama namna gani? Kweli hii timu vile mnaiona, nani anaweza kushinda hii timu? Naweza kushinda kweli? Naweza kushinda kweli? Harambee! Harambee! Ningependa kumleta Mheshimiwa JB Muturi awasalimie kidogo. Haraka sana. Nishikia nipande hapa. Goi. Nilikuwa shida kama mnajua mambo haya, mnajua. Kasongo ni watu. Ninyi mnajua mimi niliambia Kasongo kweli. Na nikamwambia Kasongo, hawa vijana ni sisi tumeelimisha. Wakati wanatuongelesha, wanatukosoa kama serikali, wasikize. Lakini Kasongo akasema hawa nitawajua. Watanijua wao wenyewe. Kasongo sivyo huyo ameoa jamii watoto wote. Wiki jana mnajua wale wa mauawa karibu watoto vijana karibu 20. Kwani hii Kenya tuendelea kuzika na kulia kwa sababu ya mauaji mpaka lini? Kumaliza mambo ya mauaji ya vijana wetu wa Gen Z. Ndio tumalize mambo haya ya kuua vijana wetu na kuwateka nyara. Ndio holela. Kasongo ndio tuweze kukua vijana ambao wakizungumza wanatumia akili zao bila kuwa na wasiwasi wowote, bila kuangalia nyuma. Kasongo asanteni sana watu wa Mbale. Wacha tumkaribishe kigogo wetu, rafiki yetu, Daktari Mukhisa Kitui. Asante sana Tony Jero. Watu wa Mbale, hamjambo. Mimi ninawaomba tupitishe tu azimio la Mbale. Vitu viwili. Ya kwanza, azimio ya Mbale inasema yule kijana wa matamshi ya kijinga kite kinatiririka kwa mdomo yake kwa sababu ya nguvu ya serikali, anaitwa Murkomen, lazima aende nyumbani. Kwa Kiingereza wanasema nini? A juvenile delinquent with saliva drooling like a baby from a stupid head. Aende nyumbani. Na la pili, na la maana sana, kwamba familia zote za Waluya tunaungana pamoja tukisema hii timu ibaki pamoja hadi mwisho wa hii safari. Irudisha Ruto Sugoi, usalama watoto wetu urejee. Asanteni sana. Sasa mimi kwa heshima tu amkue watu seneta wa Kisii, Mheshimiwa Onyonka.
Nionyeshe one time, one time, one time. Nionyeshe namna hii. Harambee! 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 Mungu awabariki, safari ni ndefu. Ruto must go home. Haya, tumpatie nafasi Mheshimiwa Fred Matiang'i pia tusalimie. Watu wa Nambale hamjambo? Hamjambo tena? Harambee! Harambee! Eti Nambale mnasema namna gani? Eti namna gani? Asante sana. Tumekuja hapa vile mmeambiwa na wenzangu kwamba tukutane na nyinyi mwanzo sasa hii safari kubwa ya kubadilisha nchi yetu. Mimi nataka kuwauliza hivi. Ninyi mnajua vile tunafanya kazi. Kwa kweli mnafikiri tunaweza kushindwa kunyoosha nchi hii? Mmejua ile kazi tumefanya mbeleni hapo ya kusafisha elimu Kenya hii na mambo mengine mengi. Hii kazi tunataka tupewe. Hawa kazi imewashinda. Imewashinda, itawashinda. Imewashinda, itawashinda. Nionyeshe wale ambao mnajua mnasema imewashinda. Imewashinda. Wanahitaji wasaidiwe, tutawasaidia kurekebisha nchi yetu, kurudisha usalama na mambo mengine kama elimu na mambo mengine. Kwa hivyo mnasema namna gani? Namna gani tena? Asanteni sana. Sasa Asante sana Waziri Matiang'i. Ungependa kumkaribisha former Vice President Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Asanteni. Bale hoye. Moyo. Mwaseo. Kumbe mnajua hiyo Kumbe nyinyi ni makozo. Nyinyi ni makazi ni warigiji. Wangapi makazi ni warigiji? Unajua mimi ni mtu wa Wiper, sio? Utanipa Wiper moja Wiper. Nikisema Wiper utanipa Komboa Kenya. Nimeona hiyo kazima ile imeandikwa Rigiji mkombozi wa Kenya inaingiliana vizuri. Nikisema Wiper nipe Komboa. Wiper. Wiper. DAP. Wamalwa. Matiang'i. It's DAP, DCP. DP. Upa. Asanteni. One time. Harambee. Kusema kapi wangapi wanasema one time. Huyu jamaa aende one time. Na tuna sababu. Aliuliza mkisema one time mnataka niende wapi? Tunasema kuna njia moja Mheshimiwa Ruto anaweza ukafanya heshima kwa Wakenya, ni kujiondoa kwa mamlaka. Ajiondoe kwa mamlaka kwa sababu Wakenya wanasema hata hiyo one term angetupongeza sisi. Sisi tunasema one term kumaanisha tungojee 2027. Lakini Wakenya wanasema half term kwa sababu ya mauaji ya watoto na kuleta hali taharuki kwa nchi ya Kenya. Kwa hivyo tunaungana nyinyi watu wa Mbale, watu wa Kakamega, watu wa Vihiga, watu wa Ingo. Wakati umefika. Mimi nilijaribu. Wangapi wamewahi kusikia Kalonzo hapa nisikie na nataka nijue. Wangapi wamewahi kumsikia? Tulianza safari na wengine kina Mudavadi. Mudavadi amekwama huko, hata chama amepatia Ruto. Ni kweli si kweli? Nikajaribu kumsukuma, akashindwa. Nikaenda kwa baba ya Roma. Nikaenda hata nikamkampenia, lakini wote wamezama. Na asante, nimekusikia. Kwa hivyo nimekusikia bwana, asante sana. Huyu jamaa amekadhibika.
Na tena tunasema pole, tumesema ile kitu imeandikwa hapa kwamba mtu amekaa kwa mochari miaka ngapi? Miaka ngapi? Na huko mna gavana na kuna mjumbe. Hiyo ni aibu kama si aibu? Kwa hivyo sisi tutahakikisha sisi tutachanga saa hii, tutamtuma ndugu yetu Mheshimiwa Eugene Wamalwa, hata tumepatiwa contact person, kwa sababu hii ni aibu. Tukiwa katika hali ngumu namna hii, tupate mwili umekaa mochari miaka 6, hiyo ni aibu hata kwa jamii. Hiyo inaweza hata kuleta lawama kwa jamii. Kwa hivyo ni kuonyesha uongozi hapa mwana shida. Wangapi wanasema wote hawa wafagiliwe one term? Kwa hivyo mimi nawashukuru sana, nawapongeza. Tumekuja ili tuokoe Kenya, muundo mpya wa Kenya. Hatuna shida. Wao wanaua vijana wetu, wanaleta na mabunduki na kupiga watoto risasi kama swara. Wakenya wamejitokeza, vijana kwao wenyewe wanapanga maguni. Umewahi kuona serikali inafanya maguni? Yani gun inaingiliana na polisi kwenda kuua jensi. Jensi hawazuiliki. Jensi hawazuiliki. Wangapi wanasema jensi hawezi kuzuiliwa na mtu yeyote? Hawa na akili nyingi. Hawa watoto ndio sisi kasema mambo yao hata hatutaki kuingilia. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha hawatauawa na serikali ya Kasongo. Ni lazima Kenya iwe Kenya itabaki forever mpaka Yesu arudi. We remain a multi-party democracy, na ndio tunatetea haki ya kila mtu, kwa sababu ameongeza hata umaskini. Kumbukeni tulifanya 2023 tukafanya maandamano juu ya gharama kubwa ya maisha, hata watoto wakawawa tena. Safari hiyo tulikuwa na Raila amekimbia pia, ameingia huko ndani. Kalonzo amebaki sasa. Nimeona hivi, hebu eleweni, Raila na Ruto si walikuwa wanagombania kiti, wao wameshikana. Mimi na Rigiji tulikuwa namba 2, sio? Na sisi tukishikana si wataenda nyumbani? Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo mkae ngumu, tuko pamoja. Makuso wa Rigiji hai, Makuso wa Rigiji hai. Ngoja wasalimie mwenyewe. Hi cousins. Hi cousins. Cousins hi. Cousins hi. I love you. I love you watu ya mbali. Mumenikaribisha. Nimekuja kutafuta Makuzo. Makuzo mko. Makuzo wapendane wasipendane. Waongee wasiongee. Watafute serikali pamoja wasitafute. Mimi nimefika hapa mbali. Hapa ni wanta. Kabisa. Hapa kwa Musalia. Na Musalia yako na report. Musalia yako na hiyo report. Anakujaga nyumbani. Na anaambia Kasongo atajini ni wapi ya Kasongo. Kumbe amekaa Nairobi amesahau mambo ya nyumbani. Hapa ni one time. Wacha tuseme moja kubwa, Musalia asikie akiwa kule.